Habari na karibu kwenye Ufunuo Unaofichuliwa. Jina langu ni Alan Dubrey na leo tunao mafundisho mengine ya kusisimua kuhusu kikundi cha mabaki cha watendakazi. Unaona, watu wengi, labda umesikia kwa miaka mingi, watu wengi wanaamini kwamba wao ni sehemu ya kikundi cha watu watakaobaki na kumtumikia Bwana katika siku za mwisho. Lakini watu wengi wanaamini kwamba huenda wao ni sehemu ya wale 144,000. Sababu wengi wanaamini hivyo ni kwa sababu katika kitabu cha Ufunuo, katika unabii, kitu pekee walichowahi kusoma waziwazi ni kundi la wale 144,000. Lakini ukishaelewa mahali ambapo wale 144,000 wametiwa muhuri na mahali wanapofanya kazi, utaelewa hilo halina maana sana, kwa sababu halijafika katikati ya dhiki. Unaona, umegundua kwamba mwisho wa siku si miaka 7. Sawa? Kama umekuwa ukifuatilia hapa na kama umetoka kwenye wizara iliyofichuliwa, unajua kwamba mwisho wa siku ni miaka 14 na kipindi kifupi kinachoitwa above, ambacho ni siku 50. Ulimwengu wote unaamini kwamba dhiki ni miaka 7 tu, kwa sababu wanaangalia tu kupitia lenzi ya Injili ya Mathayo, bila kutambua kwamba mwisho wa siku umefununiwa katika Luka kwa ajili ya hapo juu, Marko kwa miaka 7 ya mihuri na Mathayo kwa miaka 7 ya tarumbeta. Lakini nyinyi mnalijua hili. Kwa hiyo unapolielewa hili, utaelewa kwamba wale wanaoamini kuwa wao ni sehemu ya wale 144,000, hiyo ingemaanisha kwamba hawatamtumikia Bwana hadi mwisho wa mihuri, na watakuwa wamevumilia mihuri yote, na watakuwa wamevumilia mpaka wakati wa mwisho wa mihuri na kuendelea hadi kwenye tarumbeta. Sasa hiyo inamaanisha lazima kuwe na kundi litakalotumikia wakati wa mihuri kama wao watakuwa wanatumikia wakati wa tarumpeta. Na je, kuna mtu mwingine yeyote? Sasa nitakuonyesha kwamba kwa kweli maandiko yanafunua kuna makundi 4 tofauti ya watumishi wa Bwana katika siku za mwisho. Unaona, hebu nikuonyeshe kile watu wengi wanavyofikiri. Katika Ufunuo 7 wanaona wale 144,000 wakitiwa muhuri. Lakini kile ambacho hawatambui au hawazingatii ni ukweli kwamba kinakuja baada ya muhuri wa 6, ambao ni mwaka wa 6 wa mihuri, na ni Bwana anayekuja juu ya mlima Sayuni wa mbinguni. Anakuja na paradiso kama tulivyoonyesha, ili kukusanya umati mkubwa kwake. Na kabla hajafanya hivyo, ambayo ni unyakuo wa umati mkubwa katikati ya dhiki, kabla hajafanya hivyo atawatia muhuri wale 144,000. Lakini angalia ni lini anakuja. Anakuja kwa namna ambayo watu wanatishika, wakisema miamba na milima tuangukieni. Kwa nini? Kwa sababu anakuja na huu mlima ambao ni paradiso, ili kupokea unyakuo wa umati mkubwa, ule unyakuo wa umati mkubwa katikati ya dhiki. Na nyinyi mmeelewa hii, na tunaweza kuthibitisha kwa sababu angalia mahali wale 144,000 walipo tunapofika Ufunuo 14. Mwanakondoo alisimama juu ya mlima Sayuni na wale 144,000 wako pale pamoja naye. Hilo linawezekanaje? Unaona, kwa sababu Bwana alikuja juu ya mlima Sayuni wa mbinguni akiwa na paradiso mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri, akawatia muhuri wale 144,000, kisha akakusanya unyakuo mkubwa wa umati wa watu wa katikati. Kwa hivyo, ikiwa hawa jamaa ndio wa katikati, na tunajua ni Luka, kisha Marko, kisha Mathayo, basi hili lazima liwe kundi lililounganishwa na mwisho wa wakati wa Marko, nami nitakuonyesha hilo. Sawa, tazama ili. Acha nikuonyeshe makundi 3 tofauti ya wafanyakazi yanayozungumziwa katika Luka 12. Kumbuka, unabii umeunganishwa katika Injili zote. Iko kila mahali katika maandiko, mbali zaidi ya kile ambacho kanisa limekuambia. Sio 30% au theluthi moja ya Biblia, ni karibu Biblia nzima. Acha nikuonyeshe katika Luka 12, na kumbuka, kama sikumbuki sura niliomo, angalia tu kulia. Basi katika Luka 12 mstari wa 35 inasema, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi muwe kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara moja. Heri wale watumishi ambao bwana wao atakapokuja atawakuta wakiangalia. Amin, nawaambia, atajifunga mkanda, atawakalisha mezani na atakuja kuwatumikia. Kwa hivyo hili ndilo kundi la kwanza la kukesha atakaloenda atakaporudi kutoka kwenye harusi. Atakaporudi kutoka kwenye harusi ya kabla ya kaburi, atakuja kwa watu hawa, atakaa nao na kuwahudumia na kula nao. Na kisha inasema kuna makundi mengine mawili ya saa.
Inasema, na akija zamu ya pili au ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumishi hao. Sawa? Je, unajua kwamba hili linahusiana moja kwa moja na mwisho wa Injili ya Luka, mwisho wa Injili ya Marko na mwisho wa Injili ya Mathayo? Tazama hili. Katika Mathayo 24 tunaona maneno ni tofauti sana katika injili zote tatu, kwa sababu unabii umewekwa ndani yake, kama tulivyokufundisha hapo awali. Angalia hii. Katika Luka 24 mstari wa 30 inasema, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Kwa hivyo alifanya nini? Alikuja kukaa na kula nao na kuwahudumia. Anafanya hivi tu kwa kundi hili katika injili ya Luka. Wazimu, sivyo? Na kisha angalia kinachotokea. Kisha akafungua ufahamu wao, na anasema katika mstari wa 47, na kwamba toba na ondoleo la dhambi lihubiriwe kwa jina lake katika mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Unajua kwa nini hili ndilo pekee linalosema kuanzia Yerusalemu? Kwa sababu kama vile mwisho wa siku itaanza kutoka Yerusalemu. Watapokea upako wa Roho Mtakatifu na watatoka Yerusalemu kabla ya Yerusalemu kushambuliwa na kuharibiwa na miaka 14 kuanza. Angalia anachosema kisha. Inasema, ikawa alipowabariki akajitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamsujudia, wakarudi Yerusalemu, wakimsifu hekaluni daima. Unaona kinachoendelea? Hawa jamaa sasa wanaondoka, inaingia katika kitabu cha Matendo, sivyo? Kwa hivyo unaona kilichotokea. Anaketi na kula chakula pamoja nao. Anasema watahubiri toba na ondoleo la dhambi, na itaanzia Yerusalemu. Na hili ndilo kundi pekee aliloketi nalo, akala chakula na akawahudumia. Sawa? Sasa tazama kinachotokea kwa Marko ndiye anayewakilisha kundi la pili la walinzi. Sasa hili linapaswa kuwa na uhusiano na wale 144,000 ambao watatiwa muhuri mwishoni mwa mihuri na watafanya kazi wakati wa tarumbeta. Kwa hivyo hebu tuone inasema nini. Kwa kweli Yesu anakasirika nao anapokuja kwa mara ya kwanza. Unaona, katika Marko 16 hao wawili walikuja na kuwatokea, nao hawakuwaamini. Na inasema baadaye aliwatokea wale 11 walipokuwa wameketi kula. Unaona, walikaa kula. Hakuketi chini na kuja kuwahudumia na kula nao. Unaona, tayari walikuwa kila. Na inasema naye akawasamehe, ikimaanisha kwamba alikasirika nao kwa sababu hawakuamini ushuhuda wa wale waliokuja na kuambia hapo awali. Unaona, ni unabii uliofumwa ndani, na inasema kwamba hawa watu watatoka nje na kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Yeyote atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, lakini asiyekuwa na imani atahukumiwa. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Sasa sikiliza hii. Nao watashika nyoka, na wakinywa kitu chochote chenye sumu hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapona. Unajua kwa nini maneno haya yapo hapa? Kwa sababu wanahudumu wakati wa tarumbeta, na shetani anatupwa chini na shimo linafunguliwa. Unaona, ndiyo maana kuna mtajo huu wa kutoa pepo na kuchukua nyoka bila kuwa na kitu chochote cha kufisha kiwadhuru. Na kisha sikiliza inavyosema mwishoni mwa Injili ya Marko mstari 20, nao wakatoka wakahubiri kila mahali, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Naam, hilo si la kushangaza. Bwana anafanya kazi nao. Je, hatukumuona Bwana akiwa na wale 144,000 kwenye mlima Sayuni? Kwa sababu atakuwa pale sasa kwenye mlima Sayuni akifanya kazi nao na kumthibitisha Bwana kwa ishara zinazofuata. Unaona, hapa ndipo Bwana anapoketi mkono wa kuume wa Mungu, na hata unasoma kuihusu katika Zaburi 110. Hili ni kundi la pili la walinzi linalowakilisha wale 144,000. Lakini sasa vipi kuhusu saa ya tatu tunayosoma katika Luka sura ya 12? Hiyo ni Mathayo 28. Sikiliza kinachotokea hapa. Ni tofauti kabisa na zile mbili zingine, na zile mbili zingine zilikuwa tofauti. Katika Mathayo 28 mstari wa 16 hadi mwisho, kisha wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya kwenye mlima ambapo Yesu alikuwa amewaagiza. Maneno tofauti kabisa, sivyo? Na walipomuona wakamsujudia, lakini baadhi yao walikuwa na shaka. Yesu akaja na kusema nao akisema, uwezo wote nimepewa mbinguni na duniani. Unajua kwa nini hili linasemwa hapa tu?
kwa sababu hii inawakilisha Bwana akirudi kwa miguu kwenye mlima wa Mizeituni mwanzoni mwa mwaka wa 14 wa dhiki, ambayo ni tarumbeta ya 7. Na tarumbeta ya 7 inasema wazi, uwezo wote umepewa kwake mbinguni na duniani. Sasa huyu ni Bwana akirudi kwa miguu kwenye mlima wa Mizeituni, na hii ni kundi la 3 la walinzi mwishoni anaporudi kwa miguu kwenye mlima wa Mizeituni. Na sikiliza inavyosema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niwaamuruyo. Unaona, hakuna mahubiri zaidi, yote ni mafundisho. Kwa nini kufundisha? Kwa sababu Bwana amerudi. Kila mtu alimwona akija kama radi kutoka upande mmoja hadi mwingine, miguu yake ikiwa chini kwenye mlima wa Mizeituni. Hakuna haja tena ya kuhubiri, bali kufundisha njia zake, ili wajue wakati wa utawala wa miaka 1000 jinsi ya kuja, kutii na kumuabudu. Nasikiliza jinsi anavyomaliza Injili ya Mathayo. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu amerudi na miguu yake iko chini kwenye mlima wa Mizeituni. Sasa yupo hapa hadi mwisho wa dunia. Yupo hapa sasa hadi utawala wote wa miaka 1000 utakapomalizika, hadi mwisho kabisa dunia itakapofikia mwisho wake. Hiyo ndiyo kundi la 3 la zamu, na naweza kukuthibitishia hilo. Lakini kwanza hebu nikuoneshe. Hizo zilikuwa 3, lakini nilikuambia kuna 4, na ya 4 inapatikana katika Yohana sura ya 20. Unaona, mitume walikuwa kundi tofauti, na mitume hao ndio watakuwa wa kwanza katika siku za mwisho kupokea upako kutoka kwa Bwana ili waende kumtumikia. Je, itakuwa watu 12 tu tena? Ninaamini hivyo, lakini hatujui kwa uhakika. Na hapa ndipo anapopuliza katika Yohana sura ya 20, anawapulizia Roho Mtakatifu. Wanawakilisha mara tu baada ya wakati wa kabla ya dhiki. Bwana atakuja na kuwatia mafuta mitume hawa wapya wa siku hizi kwa ajili ya mwisho wa siku. Nami nitakuthibitishia kwamba wote 4 wanawakilishwa katika siku za mwisho na jinsi watakavyolipwa mwishoni mwa siku hizo. Tazama hili katika Ufunuo sura ya 21. Hii ni baada ya utawala wa milenia. Shetani ameshindwa na tunaona mbingu mpya, Yerusalemu mpya, ikishuka, sawa, kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu. Sasa sikiliza inavyosema, sawa, akishuka kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu Baba. Sikiliza inavyosema, misingi 12 ni mitume 12. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu mitume wanaofanya kazi wakati wa mihuri wanaweka msingi wa kiroho, na kama unavyojua, wakati wa mihuri kuna msingi halisi wa hekalu unaowekwa. Ni msingi tu ndo utawekwa wakati wa mihuri, kwa sababu kisha yule mnyama atatokea. Na kisha nini kinatokea? Mstari wa 17 Ufunuo 21, na ukuta wake ni dhiraa 144. Inawakilisha wale 144,000 watakaohudumu wakati wa tarumbeta. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa tarumbeta ukuta na mji na barabara pamoja na hekalu vinajengwa upya. Kwa hiyo wakati ujenzi wa kimweli unaendelea, wale 144,000, kundi lile mwishoni mwa Marko ambalo ni mwisho wa mihuri, watatoka wakati wa tarumbeta na watakuwa ukuta wa kiroho unaojengwa wakati wa tarumbeta. Unakumbuka kundi la Mathayo? Yeye wako hapa pamoja nao sasa hadi mwisho wa dunia. Wanawakilisha makabila 12 yanayotoka wakati wa utawala wa milenia, na inasema yanawakilishwa na malango. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa utawala wa milenia hawa watu watakuwa malango ya kiroho ambayo kila mtu atapitia kupitia malango ya kimwili ili kwenda kumtumikia Bwana wakati wa utawala wa milenia. Je, hilo si jambo la ajabu? Naam, unaona, kulikuwa na moja iliyopotea, na hiyo moja iliyopotea ndiyo thawabu ya kundi lingine ambalo ni kundi la Luka, ambalo ndilo linalokosekana. Thawabu yao ni Luka sura ni Ufunuo sura 20. Wale walioweka shingo zao rehani watafufuliwa wakiwa sehemu ya ufufuo wa kwanza. Kwa hao mauti ya pili haitakuwa na mamlaka juu yao. Hawa watu watapewa thawabu ya kutawala na kutawala katika ufufuo wa kwanza pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Hawa ndio waliohusishwa na Smirna ambao hawataumizwa na mauti ya pili. Hawa ndio wale walioko katika Luka sura ya 14. Baada ya harusi ya kabla ya dhiki kutajwa, tunaona kundi lingine ambalo Bwana anakuja na kufanya karamu nao, ambalo ni kundi la zamu ya kwanza watakaoshiriki na kulipwa katika ufufuo wa wenye haki.
Hawa ndio watakaoshiriki katika ufufuo wa kwanza, na thawabu yao inapatikana katika Ufunuo sura ya 20, sio sura ya 21. Watawala na kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000, na mwishoni daima watakuwa pamoja nao, na wale wengine watatu wanawakilisha Yerusalemu mpya ikishuka. Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti yetu ministryrevealed.com.